Ni albamu yangu ya pili ambayo ni Mwanangabi kwenye nyimbo ya Baba Shoka Gedi Aliashira. Ni albamu ambayo kwa kweli ilikuja kunibeba. Lakini kadri tulivyoenda albamu sasa ambayo ilikuja kunibeba zaidi ni ya Manasimiza mpaka Mapolo Alaga Sagala 2011. Hiyo sasa nilikuja kuvunja rekodi, maana nilijikuta ndani ya mwezi mmoja nimeuza kanda kama 1011. 1011 ambazo nimeuza, ambayo ilikuwa haijawahi kutokea msanii yote pale TV kufanya biashara kama hiyo. Nilijikuta nimefanya kazi kubwa, na yule mzee akaamua kunipenda sana na kuniingiza kwa moja kwa moja kwenye ufadhili wa kumilikiwa sasa na studio. Nitarekodi bure, nitashuti bure nikiwa chini yake. Kwa hiyo sema hii albamu ya Mapori ilinibeba sana, yani ndio iliyofanya mauzo, yani ilitoa mauzo makubwa sana sana. Mama Roda ni nyimbo ambayo nilikaa, kuna naweza nikasema kwamba ni kama historia. Kuna mtu aliwahi kusomesha mwanamke, ni dada mmoja, alikuwa mazingira magumu. Yeye alikuwa na uwezo, akaamua kumsomesha yule mtoto wa kike akijua kwamba leo na kesho kutwa anaweza akamuoa akaishi naye kama mke wake. Lakini kadri jinsi ile dada alivyokuwa akisoma mpaka kana kupata elimu yake ikawa nzuri, akapata ajira, hakumkumbuka tena huyu jamaa. Ilitokea kitu fulani ambacho ilikuwa ni vurugu, na ile vurugu nadhani ilipaki ilichukua roho za watu. Kwa hiyo ile historia nilipokuja kuifikiria sana, nikajua hii ni idea ambayo nikitengeneza inaweza kusaidia kwa wengine ambao wanaotamani kulifanya hili. Unatamani kumsomesha mwanamke, lakini huyu mwanamke anaenda kukutana na wasomi zaidi yako, na ni wanawake wachache ambao anaweza ukamsomesha afa akarudi akarudi ukamwoa tena mkaishi. Atakuwa basi kati ya wanawake 200 anaweza kama wawili au mmoja. Kwa hiyo yule jamaa alifikia maamuzi mabaya ya kutaka kutengeneza mazingira ya kuumizana. Sasa kile kitu mimi nilipokiona na jinsi nilivyokinukuu, nikajua kabisa kwamba hii kumbe ni kosa. Kumbe kusomesha mwanamke ambaye sio wako, sio mtoto wako, inaweza kutengeneza mazingira mabaya. Na ndio nikatengeneza hii nyimbo ya Mama Roda. Cha kwanza, muziki sisi tumeanza kipindi ambacho kilikuwa kigumu. Kwanza watu wengi waliamini muziki ni uhuni. Hawakuamini kwamba muziki ni biashara. Walijua wasanii wote ni ovyo. Watu wamekuja kutambua juzi hapa kwamba muziki ni biashara. Kwa hiyo wakati naanza muziki, hata ile jamii yangu yenyewe haikuamini, na hasa ndugu, hata wale ndugu zangu tu wa nyumbani wenyewe hawakuamini kwamba muziki ni biashara. Walichukulia kwamba ninachokifanya ni uhuni, kwa sababu kweli watu waliangalia kwamba mimi muziki nimeanza nikiwa mwanafunzi. Cha kwanza walisema hivi, atahitimu shule? Ile imani kwa jamii yangu iliondoka. Wakajua moja kwa moja shule atahitimu. Lakini mzazi wangu alinikalisha chini, mama akaniuliza, wewe umeanza muziki na huko ni mwanafunzi, utaenda wapi? Nikamwambia, mama, siibi. Shule ni utafutaji kama mtu kwenda machimboni. Acha nipambane mama, nikiferi, nikishindwa kuendelea na muziki, tafanya mambo mengine. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyokuwepo ni kwamba watu hawakuniamini na watu walinicheka. Ulikuwa ukipita watu wanaonyeshana wanaanza kucheka, lakini sikukata tamaa, niliamua kusonga mbele. Kwa jinsi nilivyohitimu na nilivyolinganisha jinsi nilivyokuwa muziki, nilivyokuwa nafanya kazi yangu ya muziki na masomo yangu ya darasani, naweza nikaona kwamba haikuniathiri. Kwa sababu cha kwanza, shule nilisoma shule ya kata. Shule kipindi hicho walimu walikuwa ni wachache. Ulikuta shule nzima kuanzia form 1 mpaka form 4 na walimu 4. Ili uweze kupata masomo yako ambayo ni mazuri, ulilazimika kutafuta msaada kutoka kwa watu wengine ama kwenye shule zingine, au waliohitimu zamani. Uanze kufuatilia mitihani ya zamani, uanze kujisomea wewe kama wewe. Kwa hiyo masomo ya darasani mara nyingi yalikuwa yani hayakukidhi sana, lakini naenda kuhitimu kwa kweli nilipata 4 ya 30 kwa jinsi nilivyokuwa na wale niliokuwa nasoma nao, na mpaka wengine ambao niliwaacha mbali, ambao yani nilijiona kama nimefanya vizuri. Niliamini nimefanya vizuri, nikasema ningelikuwa shule nzuri basi inawezekana ningelitoboa zaidi. Siku zote unapokuwa vitani, unapambana, ukajikuta umezidiwa,
na ikatokea kundi likaja nyuma likakufuata likaja kukupa msaada, inatakiwa ushukuru. Ninashukuru sana ninapokuwa nipo kwenye muziki, watu wanaonyeshana kwamba huyu ni mwanafunzi wa fulani, huyu ni uzao wa fulani. Ninapata furaha ninapomuona Kisima, ninapata furaha na natamani wengine tena zaidi waje ili niendelee kuwapika, kwa sababu kwa umri ambao nimefikia sasa hivi miaka 19 kwenye muziki, tayari nimeshatengeneza kitu ambacho sasa watu wanataka waone kwamba mimi nina msaada gani kwenye jamii. Msaada wangu ni upi? Kuna vitu vingine ambavyo vinasaidia, sio lazima vitu vyote viweke wazi kwamba hiki nilikisaidia, hiki nilikisaidia. Kuna watu wengine hatupendi kuongea vitu ambavyo tunavyovifanya kwa watu, lakini kwa Kisima, kwa sababu limeshaonekana liko wazi, huwa ni lazima nilizungumzie, kwa sababu wanaoniuliza maswali ni wengi. Kwa hiyo kwa Kisima cha kwanza, mimi nasema ni kitu ambacho najivunia kumuona yeye anafanya vizuri kuliko hata mimi sasa hivi. Hapana, unajua sisi kwenye sanaa ya muziki, mashabiki wanaweza kuwatengenezea skendo ya kutaka kukosana. Msanii usipokuwa makini, unaweza kujikuta unakosana na msanii mwenzako kwa sababu ya mashabiki. Kwa sababu yeye shabiki anachotaka kuitengeneza ni kutengeneza tu kwamba atengeneze ushabiki uendelee kuwepo, aone wewe na fulani mnajibishana yale maneno, kwake anakuwa na furaha. Lakini ninyi mnakuwa tayari mmeshaanza kuumizana. Mimi sina imani kama Kisima na Gudegude kwamba kuna ugomvi. Maana wengi wamekuwa wakiniuliza, lakini naambia hapana. Mashabiki wanalinganisha nyimbo ambazo zinaimbwa. Inapoimbwa nyimbo, wanaanza kuitafasiri. Wanaanza kuielekeza kwamba hii nyimbo inawezekana imeimbwa kwa ajili ya fulani. Kumbe inawezekana sio yeye. Kwa sababu kuna tungo zingine tata. Kuna nyimbo tungo tata, inaweza kaongelewa nyimbo ambayo haimzungumzii fulani, haimzungumzii Budagala wala haimzungumzii Kisima. Sasa watu ndio wanakuja kutafasiri. Kuna wale sasa wanajua kutafasiri mpaka wanaweka na video kabisa, hii nyimbo imeimbwa fulani, kama mnabisha na hili lilifanyika hivi, lakini kumbe inawezekana ile mtu aliimba na lengo jingine. Niweze nikachukulia mfano. Mimi niliimba nyimbo ya Mapolo. Au tuchukulie nyimbo ya Baba Shokaga. Nyimbo ya Baba Shokaga mwaka 97 kulitokea njaa kubwa. Nilikuwa darasa la kwanza, kidogo nilikuwa nimeshaanza kujitambua. Mwaka 97. Ile njaa iliathiri watu wengi sana, hasa watu wa Bariadi. Simiyu iliwaathiri sana. Lakini nilipokuja kutengeneza ile nyimbo Baba Shokaga, watu waliamini babangu ndio alikimbia njaa. Lakini kuna babangu wa kukimbia njaa, kuna baadhi waliokimbia njaa, ungetegemea nimtaje fulani kwamba fulani ulikimbia njaa, asangeniua. Kwa hiyo kuna nyimbo tata ambayo inatengenezwa haielewishi kwamba aliyekimbia njaa ni huyu. Nitajilenga mimi mwenyewe kwamba bwana, mimi babangu alikimbia njaa, lakini babangu hajakimbia njaa. Hapana, yeye nyimbo ametunga yeye mwenyewe. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Kisima anaishi Kahama, mimi naishi Serengeti. Sasa kuna umbali. Anachokitengeneza huku na anachokitengeneza mimi kule, hatuwezi kuonana. Tunakuja kuonana ni muda baada hata miezi 3 2, lakini simu tunapigiana. Lakini sasa ile kuonana, kuna mtu anatunga kitu chake mwenyewe idea. Unajua idea inaweza kaja umelala usiku. Usiku umelala, kashangaa tu idea imeingia usiku umelala. Ukaamka kwenda mezani kaanza kuandika nyimbo. Kwa sasa inakuwa ni vigumu mtu aanze kupigia kwamba bwana nimetengeneza idea ya hivi. Hapana. Ile ni idea ya kwake na wala hajawahi kunisimulia kwamba ilikuwaje mpaka atengeneza nyimbo ya Nzoka. Hapana, ni hivi. Wasanii wote wanafanya vizuri. Hakuna msanii asiyefanya vizuri. Isipokuwa ni ushabiki. Ni kama timu, kuna Yanga, kuna Simba, kuna Prison, kuna Kagera Sugar, kuna nani. Lakini wote wanacheza mpira. Mpira wanaocheza ni ule ule. Au ugali unaopikwa ni ule ule. Ladha sasa kila mmoja ataijua kwenye mdomo wake kwamba hiki chakula kiko vizuri, hiki kiko vibaya. Mimi naye ni miongoni mwa wale watu ambao tuko kwenye uwanja. Siwezi kuzungumzia kwamba huyu yuko bora, huyu hayuko bora. Wote wako bora. Wanaotakiwa kutoa haya yote ni mashabiki. Ndio wanaojua kwamba huyu sisi tunajua yuko bora, huyu hayuko bora. Okay, Budagala, imetokea umeenda studio. Unafika tu studio unakutana na Kisima, Gudegude na Limbo Luchabura. Kila mtu anataka kufanya collab na wewe, utaanza na nani?
Sasa pale kwenye collab inategemeana. Mimi sina ubaguzi. Mimi ni kijana ambaye nimetoka kwenye familia ya maisha magumu. Nimelelewa mazingira magumu ya kijijini. Nimeishi maisha fulani ambayo kwa kweli yana historia ndefu. Huwa sina ubaguzi. Kisima ni wa kwangu kabisa. Ni mtu ambaye nimeishi naye. Lakini atakayewahi kuniambia bwana, naomba collab kati ya watu niliowakuta pale, nitafanya naye kazi. Sitaangalia huyu ni Kisima, sitaangalia huyu ni Limbu. Hata angalikuwa ni msanii underground mdogo, nitafanya naye kazi. Sitaangalia, maana wale wote ni wa kwangu. Sitaangalia kwamba huyu nani, hapana. Taangalia nani alianza kuniomba nifanye naye kazi. Okay. Nimalizia swali langu la mwisho. Umekuwa mwasisi na unafanya show nzuri na unasifika kwa kufanya show nzuri, yani kuanzia mchana mpaka jioni saa 12. Lakini kuna wasanii ambao sasa hivi wanaibuka, inafikia muda wanatangaza kwamba tarehe fulani tutakuwa na show fulani, lakini mwisho wa siku wanaahirisha show bila sababu ya msingi na bila kuambia mashabiki zao. Na ukifika labda kama stage anaweza kaimba masaa mawili afa kaondoka, ile hali ana ngoma nyingi sana. Ni kitendo ambacho kinawakera mashabiki. Kwa kama mwasisi, unawaambia nini wasanii wanamwambia? Ukikuta msanii anafanya hivyo, cha kwanza haipendi kazi yake. Cha pili ni kuridhika mapema. Unajua wasanii wengi hawaamini kwamba mashabiki ndio matajiri wetu. Shabiki ndio tajiri wa kwanza. Mimi naheshimu sana shabiki. Yaani shabiki mimi hata nikiwa natembea mtu anasema huyu ndio msanii wetu mkubwa, tunamtegemea, huyu ndio mkubwa, lakini kwangu huwa najiona ni mdogo. Yaani huwa naamini shabiki ndio namba moja kuliko mimi. Kwa sababu bila shabiki kuja pale mimi siwezi kuitwa Budagala. Kwa hiyo nategemea sana mawazo ya shabiki yangu, na ndio maana ninapokuwa kwenye show huwa niko changanyikeni sana. Huwa napenda kukaa na mashabiki wote. Nazungumza nao, kila mmoja anakuja ana shida yake, namsikiliza, tunazungumza, tunabadilishana mawazo. Kwa hiyo ukikuta msanii ana tabia ya hivyo, njia yake itakuwa ni fupi. Njia yake itakuwa ni fupi kwa sababu gani? Watawahi kumchoka. Watamchoka mapema kwa sababu ya kujisikia. Ile inaitwa ni kujisikia. Wewe mtu ametoa pesa yake, ameamua kuacha kazi zake, kuja kusimama juani. Wewe unakuja unampigia nyimbo mbili unaondoka. Hivi siku akiacha kuja kwenye show yako utamlaumu. Utasema umelogwa, umejiroga mwenyewe. Utakuwa umejiroga mwenyewe. Kwa hiyo ule ni ushamba na ile inaitwa ni tabia mbovu. Kama wasanii wengine wataendelea kuyafanya waache, wajaribu kuheshimu mashabiki. Na dawa naweza nikasema ni fence. Kama jinsi ilivyojenga hii besti na fence na ngome. Inaweza kuzuia mbwa asiingie humu. Inaweza kuzuia vitu kama nyoka wasiingie humu. Kwa hiyo dawa asilimia kubwa kwenye maisha ya msanii huwa ni fence. Siku zote unapoingia kwenye mfumo wa kuwa mtu maarufu, usifikiri kila aliyekusanyika mbele ya macho yako ni mwema kwako. Yupo anayecheka akiwa na furaha kwako, kweli sawa, ni mtu wako, lakini kuna wengine ambao wanakuwa sio watu wazuri. Na hasa kwenye jamii zetu inawezekana tunakotoka, unaweza kukuta sio nzuri. Lakini pia ni utamaduni ambao tunaukuta kutoka kwa babu zetu enzi na enzi. Ni kitu ambacho tunakiweka ni kama muendelezo. Na watu wengi wanaamini msanii anapokuwa maarufu lazima ashike dawa. Lakini mimi ninavyojua ni imani ya mtu. Kila mmoja na imani yake. Unaweza kukuta Budagala anatumia dawa, lakini kuna mwingine anakuambia mimi ni Muislamu. Mimi naamini ninachokiamini kwenye maisha yangu. Mimi naamini mimi ni Mkristo, naamini hiki. Kwa hiyo dawa ni kila mmoja anachokijua yeye. Sio lazima watu watumie dawa. Ni kila mmoja anachokiamini yeye. Na mimi sijawahi kuzaliwa kwa msanii yoyote. Mimi tu naweza nikamshukuru, kuna msanii mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu. Akaitwa Mwalimu George Samuel Magenandale. Kwa watu wanaotoka ukanda wa mkoa wa Mara wanamfahamu vizuri. Yule mwalimu hao ndio alianza muziki mwanzoni. Wakiona kina Yaleo Kali, akina Chime. Alikuwa ni baba mmoja anaimba muziki wa Kikuria. Yule baba alikuja shuleni kwetu pindi nasoma sekondari. Alipokuja yule baba nikaa nimeomba mawasiliano yake. Kwa kweli alikuwa na moyo mzuri, alinipokea. Nikamfuata mpaka nyumbani kwake. Nikaenda na akasikiliza nyimbo zangu yule baba. Mwisho wa siku nikamwomba, kwa kweli ndo aliyenipeleka studio kama mwenyeji. Lakini kusema kwamba mimi nimeenda kucheza kwa mtu, sijui nimeanzia kwa fulani, hapana. Mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Kwa nafuatilia sana nyimbo za Kikongo,
maana kipindi cha Bongo Flava zikuwepo. Hizo sisi tunazopata akili, nyimbo nyingi zilikuwa ni hizi za Kongo, zilikuwa na hizi na hizi za Afrika Kusini, zilikuwepo reggae, zilikuwepo za Katitu hizi kutoka Kenya. Ndio nyimbo ambazo zinapigwa kipindi hicho. Kwa hiyo mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Sijawahi kwenda kuzaliwa kwa msanii mwingine. Msanii FDQ wa hip hop Tanzania aliwahi kusema kwamba umaarufu ni jalala ama ni mzigo wa miba. Kwako wewe, umaarufu ukutesa? Umaarufu unatesa. Umaarufu unatesa sana. Unapokuwa mtu maarufu unapata shida. Unapokuwa mtu maarufu unapitia maisha fulani magumu. Kwa sababu watu wengi wanaamini mtu maarufu hawezi kula kibandani. Wanataka wamuone atoka kwenye hoteli za kifahari. Leo mimi nikisimama nikaanza kula mua hapo nje, nikasimama nikaanza kula mua, na kichaa mmoja akaja akasimama pale akaanza kula mua, hawatamzungumzia kichaa, watasema Abdalla ameishiwa jamani, siku hizi anakula na mua mpaka hadharani. Kwa hiyo umaarufu unatesa sana. Unataka ukifika sehemu lale kwenye gesi ambayo ni hadhi ya juu. Inawezekana mimi nimeona tasirari hivyo, lakini mtu anataka anione natoka kwenye gesi ya kifahari, ili mtu ajue kabisa kwamba hili jamaa hili kwa kweli liko vizuri. Kwa hiyo muda mwingi wasanii tukifuata kile wanachokitaka mashabiki, mwisho wa siku tunakuja kudhalilika. Unapojikuta sasa muziki ulishaisha, unakuta umerudi kuwa maskini, unaanza kuhangaika sasa, wanaanza kukuchukulia kwamba enzi hizo huyu jamaa alikuwa nazo bana, alikuwa analala kwenye majumba ya kifahari. Ni bora uyazoe mazingira kuanzia mapema. Mimi muziki kwa kweli kiujumla naweza nikasema muziki naweza nikajivunia. Cha kwanza kupitia muziki wangu au kupitia ngoma zangu, kuna watu wamepata miji kupitia kwenye ngoma zangu. Mtu amekuja kwenye ngoma, anaona mwanamke anampenda, anaoa. Hiyo moja hiyo ni faida. Lakini bado kuna nyimbo zetu zimesaidia familia. Kuna nyimbo ikiwekwa kwenye familia, hata kama mzee wa mji alikuwa familia na mdharau, akiweka kale ka nyimbo kanawachoma familia, anaambia wanangu, mnaona mnachokifanya? Mpaka na wakina fulani wamekiona. Kwa mfano nachukulia nyimbo yangu moja tu, Kishimba cha Ngwari Mbu. Kishimba cha Ngwari Mbu ni familia ambayo mzee alikuwa akiletewa jambo na familia yake, yuko tayari kwenda kupambana na majirani. Yeye na mtoto wake tu amepigwa kwa majirani, anaamua kwenda kugombana na majirani, kuanza kupigana. Lakini kupitia ile nyimbo imebadilisha watu. Lakini pia najivunia kwa mimi kutoa muziki kumemsaidia mchezesha disco Vumbi, anakula. Kumemsaidia Ben Saleh ambaye nimemwajiri mimi, anakula. Kumemsaidia mtu ambaye nimemkodi ana gari, amekuja kunipigia matangazo, amekula. Lakini pia muziki bado umesaidia. Kuna watu sasa hivi, mfano hata kwenye baa nyingi, mtu hawezi kuja kukaa kunywa bia hata muziki haupo. Atasikiliza kama muziki kanamliwaza mdogo mdogo. Kwa hiyo faida kwenye muziki ni kubwa mno. Lakini bado pia mimi muziki umenipa familia. Leo na familia yangu naishi. Sijamwangaisha mzee, baba naomba hela, naomba mali ili niende kuoa. Mimi mzee nimemwambia mzee, nenda kwa fulani kakubaliane mahali, mimi nimepata mwanamke. Nimempunguzia majukumu baba. Badala baba kuisha ananifikiria mimi kwamba hivi mtoto nitamuozesha na nini. Leo mimi namuonyesha tu kwamba baba, hebu kakubaliane na hao, mali zipo, mimi nataka mwanamke huyu hapo. Kwa hiyo kiujumla muziki umenipa familia. Kwa upande wangu, kwa kumalizia, nisikitishe sana na uwahi kwenye show. Kwa upande wangu mimi, tumeona kwamba huu muziki zamani mlikuwa mnafanya nini kama nyinyi mnasimama wasanii kusema kama Sukuma, lakini sasa hivi kuna baadhi wanatembea na makomedia, na tuzungumzie, labda tunamaanisha kwamba muziki unaenda kukosa mvuto ama ndio kuongeza ubunifu zaidi? Hapana. Hawa comedian kuna watu wanawahitaji, kuwapata inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo watu tunaomba jamani, mtuletee na fulani tumuone. Kwa hiyo tunamleta kupitia sisi, kwa sababu watu wametuomba. Nimekuja Kahama hapa kupiga show, lakini watu wanasema na fulani uje mlete bwana tumuone. Haiwezekana waliniona mtandaoni nimepiga naye picha, watu wale mashabiki wakamuona wakatamani bwana mlete yule jamaa tumuone, wanatusalimie. Muziki hauwezi kuisha ladha, isipokuwa muziki utakuwa ndio unabadilika kulingana na kali na jinsi ilivyo. Leo hii tuko kwenye mfumo huu tulionao,
lakini kuna siku muziki utabadilika, utakuja tena asili nyingine. Inawezekana hizi ngoma tunazodharau sasa hivi, hizi za Wagaru na Wajika, kwenye miaka ijayo zinaweza zikarudi tena barabarani, watu wakaenda kushangaa tena na hizi ngoma tena, kumbe ni kitu ambacho kilikuwepo hizi za nyuma. Kwa hiyo muziki hauwezi kuisha ule mvuto wake hata siku moja. Muziki bado upo. Swala la uchumi ndugu yangu, uchumi ni siri ya mtu. Swala la uchumi ni siri ya mtu. Kuna mtu mwingine hapendi kuonyesha vitu vyake hadharani. Kuna mwingine ana sifa, anataka akishajenga hata kama ni bafu, anataka alionyeshe bafu kwa watu, kila mmoja ajue fulani amejenga bafu. Kuna mwingine akinunua hata mbuzi, anataka mitandao yote ijue fulani kanunua mbuzi. Lakini kuna wengine hatuna hobby hizo. Mtu akitaka kujifunza basi aje nyumbani. Leo siwezi kuzungumzia swala la kipato nilichonacho wakati niko mitaani. Aliye na shida kuja kujifunza nyumbani kwangu aje mwenyewe. Akifika nyumbani kwangu atajifunza, kumbe jamaa anakifanya hiki, anakifanya hiki. Leo siwezi kukizungumzia hadharani. Kuna mtu akaja kuwa maskini, anaweza akaja kuwa maskini, lakini kuna watu wamewavusha. Kuna watu walisoma kumtegemea yeye. Unajua kila familia wanazalia mtu wa muhimu huyu. Mungu anaweka mtu wa muhimu mmoja kwenye familia. Yule mtu anaweza akawekwa pale, Mungu hajapanga kwamba huyu mtu atajirike. Lakini lengo amemweka kwamba huyu mtu anatakiwa wasaidie hawa. Na yule mtu anaweza akakaa muda mrefu sana kwenye kazi ile. Lakini kumbe lengo anatakiwa kuwasaidia, anawapa njia hawa. Kuna familia nyingi tumeshaziona ikakuta familia ni maskini, lakini familia ile ikaje kusaidiwa na mtu huyu. Na yule mtu baadaye atakuja kufa maskini, akawa amewasaidia hawa. Kwa hiyo matusi yote unaweza kukuta anatukanwa kwamba kwa nini fulani alikuwa amebaki kuwa maskini na wakati alikuwa anafanya hiki. Amewapa njia hawa. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu sana ambao wamekuja kuondoka kwenye muziki au wameondoka kwenye hizi ngoma hawana chochote. Alafu kumbuke ngoma za zamani zilikuwa ni tofauti na leo. Ngoma za zamani, mshindi kwenye ngoma kwa mfano Wagaru na Wajika wanapambana. Mshindi ndio watu walikuwa wanaenda kula kwake. Yeye ndio akatoa mboga tena. Baada ya kwamba wao mchangie. Zawadi ni bendera. Wanaita tunataka kujua nyama ya alububu. Wanaita alububu. Kwa hiyo wanaenda kula tena kwake. Alafu unaweza kukuta muda wao alikuwa anashindanishwa, wenda ni bendera. Bado timpelele bendera, wanashindania bendera. Sasa ukijiuliza hii bendera ina faida gani? Atakuwa anaiweka nyumbani kwake, bendera ina shida gani? Kwa hiyo wale wa zamani walichokuwa nakiangalia wao ni dawa. Lengo lilikuwa nataka kujua kwamba baba yake na huyu anayesababisha na washinda huyu ni nani? Wale kimasilahi hawakuwepo, ambao wamekuja kimasilahi ni hiki kizazi tulicho nacho. Na ndio maana sasa hivi wasanii ni siku mbili wasikia msanii ana gari. Siku mbili msanii ashangaa amejenga hoteli. Ni kwa sababu tayari tumeshajua kwamba sasa hivi tuko kwenye wakati ambao ni wa maslahi. Zamani sio muda wa maslahi. Hata ukiuliza wazee ambao wamekuwa muda mrefu. Lakini leo ukiona mtu amefeli, inawezekana amefeli lakini kwa sababu ya kuwapitisha hawa ili waende kufanikiwa. Kwa wakati mwingine mimi siwezi kumdharau mtu aliyekwenda kufeli kimaisha, alifanya vizuri mbeleni akaja kufeli. Inawezekana ukimfuatilia vizuri, kuna watu leo wako ofisini wanafanya kazi kwa kupitia yeye.